tulikuwa tunafundishana umuhimu wa kuwa cross na Mungu wetu. Yani Mungu awe kwenye maisha yetu ili hata tunapozidishiwa tusichanganyikiwe. Tujue mali zimekuja kuboresha maisha yetu, zimekuja kuboresha upendo wetu, zimekuja kuboresha mahusiano yetu. Fedha hazikuja kututenga. Yani kujenga majumba makubwa yenye vyumba vingi haya maanishi ndio tuwe na kiburi. Mwenzi akikosea kidogo, nahama mimi narara rumu ya 7, nahama mimi narara huku, kisa tu mna nyumba nyingi. Paka wakati mwingine unawaonea wivu waliopanga kajumba kamoja, kwa sababu hata wakikosana hawana kwa kwenda, watapatana tu. Lakini mijumba mikubwa hii imeleta shida. Mwingine anaenda juu gorofani, mwingine anashuka chini huko. Mwezi mzima kila moja analala kwake. Ni shida. Ulileta nyumba ikupe furaha, imekutenganisha. Kwa nini? Umezidishiwa wakati mahusiano yako na Mungu sio sawa. Wengine mko na nyumba nyingi, uko kule nyumba, singine mmerenti mna nini, mkikosana kidogo tu, mimi naenda ile nani ya Mombasa Road, anahamia huko. Mimi naenda kule Kariobangi. Yani Mungu kuwapa nyumba nyingi hakumaanisha ndio mtunze kiburi. Yani mulizidishiwa wakati ufalme haupo. Ndio shida iliyopo. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba haya mambo makubwa mawili, kwamba Mungu anapotuzidishia ya nini, yatufanye tujenge connection na yeye zaidi. Tulisema hapa kwenye semina, unapobarikiwa sana ndipo unapoongezewa maadui sana. Yani watu wakuchukia bila sababu wanaongezeka. Na hao wengine usifikiri wanakuchukia hivi hivi, wanaenda mpaka kwa waganga. Na wengine kule ushago, usifikiri wewe unapokaa Nairobi. Si unajua kuna watu wengine ukisema naishi Nairobi utafikiri uko mbinguni, wanavyokuonea wivu. Kumbe hapo unapambana. Kumbe hapa Nairobi ni shida. Kumbe hapa Nairobi ni tabu. Nairobi cha bure ni salamu. Cha bure Nairobi ni salamu. Lakini kila kitu unanunua. Ushago unaweza usiwe na pesa ya umeme, lakini ukaokota kuni ukapika. Hapa Nairobi unaokota wapi? Nairobi maji ya bure, labda ya kwenye mtaro. Haini yote yanayokuja yale yana bili yake. Yani ukiona kitu kinafanyika Nairobi ni pesa. Lakini kule ushago hawakuoni hivyo, kwamba unapambana. Wanaona una kiburi, unalinga, una nini. Paka wengine wanakuendea kwa waganga wakumalize. Lakini mimi nasema yuko Mungu aishie milele, ambaye anakulinda na kukutunza. Kwa sababu kuja Nairobi ukuiba mali za watu. Kuja Nairobi hujazulumu mali ya watu. Ulikuja hapa kupambana. Mengine Mungu amesha kutendea miujiza ukiwa hapa. Watu wanakuona tu una drive. Hawaoni unavyoaso, hawaoni unavyosota, hawaoni kwamba hata magari mengine ni ya mkopo. Usione watu wanaoendesha tu gari pole pole, wengine ni kamkopo. Anajiuliza haka kakiharibika, kenye sijakamalizia deni. Wewe unabaki na kupiga mihodi peni pita huko, mimi naendesha kama mkopo bado. Ndio. Wangapi mnamiliki magari? Mna magari. Sasa kama unyoshi mkono na tumepaki pale utalipia. Hallelujah. Umemaliza? Au unadaiwa? Nikagari kama mkopo au umemaliza? Lakini ukienda nalo ushago hawajui kwamba unadaiwa. Wanasema na magari ana nini, kumbe mwenzao unadaiwa gari, nyumba umerenti, vitu mbali viko hapo, roni za wanafunzi, sijui vitu gani vimekulemea. Sasa wanapokuomba matumizi ukasema sina hela, wanasema hapana, ni kiburi. Hana hela wapi? Hana hela wakati ana drive. Wasiona hela wanamiliki magari. Wao wanafikiri kila anayemiliki gari ni tajiri. Gari ni usafiri tu. Gari ni kifaa cha kukusogeza kupeleka mahali. Gari sio utajiri. Amen. Sasa kama hivyo vitu vyote vimeshafanyika,
na watu wanakuonea wivu, wanapanga kwenda kwa waganga wa kienyeji wakumalize, na wewe mambo ya kiroho yako mbali na wewe. Usalama wako ukoje? Usalama wako ukoje? Watu wanaokuwazia mabaya ni wengi. Ni vile tu Mungu amefunga usiwaone. Wengine hivi naongea wako kwa mganga, wanataja jina lako. Mganga anawaambia nani, wanataja jina lako. Mganga anavuta nafsi yako. Bahati mbaya kwamba wanatafuta jina la mtu aliye ndani ya Kristo Yesu. Hawatalipata jina lako. Wataita na kuita, lakini nafsi yako haitavutika, maana imefunikwa, imelindwa. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kuwepo kwako hapa uko ndani ya security. Haya maombi tunaomba Baba kurinde, hayaendi hivi hivi. Uko ulinzi ulio juu yako. Wako malaika wanaopanda na kushuka wakikulinda. Wakati mwingine tumaombi twako kweli ni 1.5 kilo, lakini kuna maombi ya watu yanakusaidia. Siwe mwenyewe unaijua maombi yako yalivyo. 1.5 kilo ni kwenye chakula tu ndio nakumbuka kuomba. Na asubuhi wakati mwingine unakurupuka hata bila maombi. Ukikoswa na bodaboda barabarani ndio nakumbuka Yesu. Lakini bado kuna maombi ambayo yanaombwa hapa kwa ujumla wake na wewe unaangukiwa nayo. Unajua nilikuwa nawaambia watu mahali fulani na kufundisha somo la utoaji. Nikawaambia kuna umwagiliaji wa mvua na umwagiliaji wa kumwagilia na bomba. Umwagiliaji wa mvua inanyesha na mahali pasipo na mazao. Yani iwe polini inanyesha, iwe shambani inanyesha, wote mnapata. Hayo ndio maombi ambayo pastor anaombea hapa. Lakini kuna maombi specific kwa mtu ya umwagiliaji. Yale huwa yanaombwa kwa watu muhimu. Sasa hivi tutakuwa na utoaji hapa. Kuna wewe utoaji wa mvua, pastor atakusanya hapa, kusanya. Lakini kuna watu wataenda ofisini wako na 100,000 yao ya Kenya, nasema niongezee kwenye uwanja. Wewe unategemea huyu ataombewa maombi kama mtakayoombewa hapa? Huyu lazima muamshe mchungaji usiku huyu. Mchungaji anaikumbuka ile laki paka anasema usingizi, tulia kidogo. Nataka kumwagilia mtu hapa. Linatajwa jina lako specific. Lakini ziko zile sadaka za wengi. Baba wabariki watoto wako. Na zenyewe utabarikiwa, na zenyewe utamwagiliwa, lakini ni tofauti na mche kwa mche. Amen. Huko hapo nanisikia? Mimi naombea watu wote. Baba wabariki watu wako. Baba. Na waombea. Lakini unafikiri navyomuombea mtu aliyeninunulia gari ni sawa navyokuombea wewe? Mimi sio mnafiki, nikwambie ukweli. Huyu lazima aombewe maombi maalum ya umwagiliaji. Naombea mpaka kuku zake, kwa sababu alifanya kitu specific ambacho sikukitarajia. Amen. Kwa hiyo kuna maombi ya ulinzi ambao unayapata kuja kwako kanisani. Ndio maana kufika kwako hapa sio bure. Kuna vitu naondoka navyo katika ulimwengu wa roho. Yako matamko pasa na tamka hapa hayaanguki bure, yanakuangukia na wewe. Kwa hiyo hata kama ushago, watu wanashughulika wakumalize. Ndio maana una survive. Kuna watu wanakupigiaga simu, unaendeleaje? Unasema salama. Wanakuambia salama kabisa. Na watoto salama. Unajiuliza kwa nini huyu mtu anauliza mara mbili? Kumbe alishughulika, lakini anashangaa unadunda uko sawa. Anashangaa uko salama. Watoto wako wako salama. Wapendwa, ngoja nikwambie maneno ambayo inawezekana ulikuwa unajisahau. Tunazungukwa pia na maadui wengi. Lakini mbali na maadui wengi, tunazungukwa pia na jeshi kubwa la malaika wanaotulinda. Hivi mwahi kufikiria wewe mpaka leo uko hai, uko hapa? Unafikiri ni kitu rahisi? Paka pale ofisini kwako kuna watu wanakuonea wivu.
Paka mahali unapofanya biashara, wateja wakiingia kwako mtu anauma meno. Yani kuna watu wanatamani usiwepo duniani wakufute, lakini hafutwi mtu kwa sababu tuko chini ya wingu. Tuko kwenye wingu linatembea na sisi. Kwa hiyo pointi yetu ilikuwa kweli kuzidishiwa ni sawa. Lakini ukiwa unazidishiwa ukiwa na akili timamu, unazidishiwa ukiwa na uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa sababu ukizidishiwa bila nguvu za Mungu kwenye maisha yako, uko kuzidishiwa kutakoteza. Ndio maana wale waliohudhuria semina tukasema yako mambo matano ambayo kama hujajenga ufalme wako wa Mungu ndani yako yatakutana na wewe. Tuliyatoa wapi? Tukapata mfano wa mfalme mmoja aliitwa Rehoboamu. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati 12 mstari wa kwanza na wa pili. Ndio tulikuwa na ufunuo huo wiki hii yote, kwamba huyu naye wakati anatafuta kiti aliamua kuwa karibu na Mungu. Makuhani walikuwa marafiki zake, wanaomba kwa sababu walipambana kupata hicho kiti. Sulemani alikuwa na watoto wengi, kila mmoja alikuwa anapambana na yeye akapambana sana, lakini Mungu akamsaidia. Alipoona Mungu amemsaidia, mstari wa kwanza anasema alipoona Rehoboamu ufalme wako umethibitika, amepata nguvu, akaiacha Torati. Alipoiacha Torati, na Israeli nao wakaacha pamoja naye. Na walipomwacha Bwana, Biblia inasema Mungu na yeye akaondoa ulinzi wake. Alipoondoa ulinzi wake, ndipo mfalme kutoka Misri, mfalme wa kipagani, akapata taarifa. Alipataje? Shetani anajua. Unajua shetani naye ana connection na watu wake. Hujawahi kuona mnaongozana wawili, wadada wawili, maraya anaitwa, wewe ambaye sio maraya unapita. Nani aliyewaambia kwamba huyu ndio mwenye shughuli yake? Nani? Kuna connection. Kuna vitu vinavutana. Amen. Kuna vitu vinavutana. Ndio wako wale ambao wanasema ngoja ni test mtambo. Lakini wako watu ambao wanajua hapa na uhakika hapa kuna connection kati yangu na yeye. Amen. Shishaki akajua hapa hakuna Mungu. Akapanda na jeshi lake, wakanyang'anya vitu vyote vya thamani, wakaondoka navyo. Ndio tukasema kama Mungu amekuzidishia, umepata neema na baraka, Mungu amekupa vitu vingi kwenye maisha yako, lakini kama ufalme wake umejitenga naye, huja utafuta ufalme kwanza, hata hivyo ulivyozidishia havitakuongezea furaha, vitakuongezea mateso. Rehoboamu akanyang'anywa kila kitu. Kwa hiyo tukasema shetani na yeye akikamata fahamu zako, hizo mali ambazo Mungu amekuzidishia, utafirisika. Yani shetani atakufirisi, familia yako itaishi maisha ya tabu wakati una fedha, lakini haziwezi kufanya kazi hapo. Unajua Belishaza aliambiwa ufalme wako umegawanywa, wamepewa Wamedi na Wajemi. Alipokutana ya maneno ya Menemene na Tekeli na Peresi, kwamba ulipomwacha Bwana ukatumia vyombo vya Bwana kufanyia mambo yako machafu, kitabu kile cha Danieli 5:22 na kuendelea, anasema Mungu ameuchukua ufalme wako na kuwapa watu wengine, umegawanya. Na wewe kama Mungu atakuzidishia baraka, si unaziona baraka ulizo nazo, lakini hizo baraka zinalindwa kwa wewe kuendelea kwa mwaminifu mbele za Mungu. Ndio maana nisema safari si warushi mawe, safari si pigi nyundo. Nimekuja kukutia moyo wewe ambaye hujaacha kanisa, pamoja na baraka ambazo Mungu amekupa, pamoja na neema ambayo Mungu amekupa, hujaacha kanisa. Leo uko hapa kanisani, wakati wenzio wamekaa kwenye viti virefu, wanaagiza waiter, wewe uko hapo naimba, uko hapo naomba. Sio kitu rahisi. Akamwacha Mungu, wewe usimwache. Rehoboamu alileta majanga. Sisi Kiswahili cha Tanzania wanasema mchuma majanga hula na wakwao. Yani unayatengeneza matatizo alafu yaishi kwako, unashirikisha na wakwao. Mchuma majanga hula na wakwao. Yani kuna vitu unaweza ukavifanya ukafikiri ni cha kwako mwenyewe, lakini kwa kuwa ni jambo baya litawadhuru na wasiohusika. Wataingia kwenye hiyo shida. Hujawahi kuona watoto ambao nilisema hapa wanateseka wakati baba yao ana hela? Kwa nini? Shishaki alipokamata uchumi wake, anateseka yeye mpaka watoto wake.
Watoto wanaishi maisha magumu wakati baba yao una pesa. Wanalala mahali pa hovyo wakati baba yao una pesa. Mke wako anateseka wakati mume wako ana pesa. Mume wako anateseka wakati mama una pesa. Yaani pesa zimekamatwa, hazinufaishi familia, zinaleta mateso na maumivu. Nimesema hapa kwa wale ambao hamkuepo, na nyie pia muondoke na kipande chenu. Nimesema hapa, hakuna kitu kinauma unachuma pesa na mwenzako alafu anakuja kula na watu wengine tu. Unajua inauma. Una mume wako umevumiliana naye wakati hana kitu. Leo amepata, wewe anakuacha, anaenda kula na mipango ya kando. Inauma. Ni maumivu. Anarudi nyumbani karewa chakali mbwi. Na unajua hakuna pombe zinashuka na mvua. Lazima katumia pesa. Pesa ambayo ilikuwa iwe ya familia. Ameenda kula na watu wengine. Kaagiza nyama choma, kaagiza vitu gani. Wakati watoto nyumbani wanakula sukuma. Wanakula ile mama pastor sema nini ile omena. Ambazo hata hazina mafuta, hazina vitunguu, zimechemshwa, zinaogelea kwenye maji, zimetoa macho. Watoto wanaziogopa, mami nani angalia, anasema chukua. Lakini baba ameenda kuchomesha nyama kwa watu. Amewapanga wanaume wenzio wanakula nyama choma, kitimoto, nguruwe, nini. Hajawahi kupeleka watoto wake kuchoma nyama. Unakumbuka mara ya mwisho kupeleka watoto wako wakachome nyama? Unakumbuka lini? Unakusanya wanaume wenzako wazima, twende na hera. Unajionyesha kwa watu wakati familia yako inateseka. Ukarimu gani ambao hauanzi nyumbani? Saa nyingine wapeleke, kuna kijiwe fulani kiko mahali fulani wanachomaga nyama ya nguruwe. Wanachomaga nyama za mbuzi. Kusanya watoto wako, waambie mama leo hamna kupika mchana. Tunaenda kule. Vitoto angalau vika nusa harufu vile nyama, vinarudi nyumbani viko sawa. Kuna familia nitakuwa na watoa out. Sasa wewe watoto watoi out, hawajui namna gani, hawajui hata swimming pool ziko wapi. Hawajui kuna kuogelea namna gani. Wanaangalia tu kwenye TV. Hey. Wakati swimming pool ziko hapa. Wangapi mko na watoto? Nyosha tu hata kama uwatunzi. Sasa tufanyeje? Unawatoaga mara ngapi kwa mwezi au kwa miezi? Unawatoaga mara ngapi kwenda out? Na wao wakacheze michezo, na wao wakaogelee, na wao waenjoy, waseme tunakushukuru baba yuko hai. Unajua kuna watoto wanaishi na baba, lakini kiukweli ukiwapeleka maabara ni yatima. Wanaishi na baba aliyekufa ingawa anatembea. Yaani hawaenjoy uwepo wake. Amen. Ndio. Sasa unafikiri nisiposema na wewe, watoto wako wanaweza kusema na wewe? Unajua watoto wako unavyoishi nao wanafikiri ndio lifestyle. Kumbe sio kweli. Baba yenu ni mchoyo, ni mbairi, hawajali. Jamani, kuna wenzako wanatafuta watoto usiku na mchana. Siku hizi wamekuja wale wa kununua. Watu wamenunua watoto. Wewe wako wala wanakujaga tu. Pako naweka speed limit. Halafu Mungu amekupa neema. Hawa watoto na wachezea tu. Tofauti ya watoto yatima na wewe ni nini sasa? Kuna wakati watoto wanawaza mawazo ambayo hayakustahili kuwazwa. Kwamba Mungu, hivi hukuona mahali pengine pa sisi kutokea mpaka tutokee kwa huyu? Yaani kuna yote wanaangalia wale wazee wao, wengine wa pembeni, wanaangalia majirani wanatoka na watoto zao, wanasema Mungu, yaani ukuona kiuno hicho kwamba ndio tungetokea mpaka hiki. Hebu tuulizane tu ukweli. Leo mimi nahubiri polepole kama Bishop Masinde. Tuhubiri tuulizane ukweli. Kama tungewapa watoto wako fomu, tuseme jaza, mungetamani muzaliwe kwa baba yupi, wangekujaza wewe?
Wangekujaza wewe, au unasema kwa kweli wangejaza jirani, wangejaza suinani, wangejaza nani? Kwa nini? Kuna haki zao zimeporwa na Shishaki. Kuna haki zao Shishaki amezichukua ambazo waistahili kufaidi. Unajua pia kuna advantage kuzaliwa kwa baba mwenye fedha. Kuna advantage kwa sababu sio vitu vyote lazima usome. Vingine unaviona tu kwa macho. Ndio maana watoto wa mjini wanafaulu sana kuliko kijijini. Kwa nini? Kwa sababu mjini sio kila kitu wanasoma, vingine wanaona. Huwezi kumuuliza mtoto wa mjini rais wa Kenya ni nani wakati wanapishana naye kila siku. Wanasema si huyu nani Ruto, si ndio yeye anajaza. Lakini wa kijijini mpaka kumbuke gazeti, niliona picha. Amen. Ndio. Mtoto wa mjini ni rais ukimwambia chama kinachotawala sasa ni chama gani? Sasa si ni hiki wanakiimba kila wakati, chama cha Ruto. Chama cha upinzani chama kikuu, na sasa hawamjui Raila hawa. Hawajui kwamba ile nani Azimio. Kwa hiyo wanavijua vitu sio kwa kufundishwa. Wanaviona. Kwa hiyo kuna advantage watoto wako kuzaliwa mjini alafu kwa baba mwenye fedha. Alafu sasa watoto wako wamezaliwa kwa mtu mwenye hela lakini hawaenjoy. Wanakapea kamoja kakwenda shule, kaptura na shati. Akinyeshewa na mvua anaanika kwenye moto, maana kesho anatakiwa kurudi shule. Hana pea nyingine, hana. Viatu anakapea kamoja. Kikipotea kimoja mtatafuta mpaka tawaomba. Kiatu kimoja sikioni, mnainama kwenye nani, hamwezi kuchukua, achana na hicho, chukua kile kipi. Hana nicho kimoja. Hai. Jamani, watoto hawawezi kuja kujitetea. Mimi ndio mtetezi wao. Na kichwa chako kilivyo, huwezi kuambiwa na mtoto. Lazima kikutane na mbabe kama mimi, ambaye sikuogopi. Kwani nakuogopea nini? Na kunyoosha hatu kichukia, chukia, lakini nyundu umezipokea. Hivi naongea, unaanza kuangalia namna gani unawatriti watoto. Watoto wanaishi maisha utafikiri walitekwa na Al-Shababu, wako hapo nyumbani. Hawana uhuru. Hawajimwagi. Katoto akitaka hawezi kuomba pesa kwa baba, kanabaki tu kana kuangalia. We nini? Nini? Kanaenda kuongelea kakiwa mlangoni. Pesa matumizi huko kanatoka nje. Maana kanajua kakiwa karibu hakapokei pesa ila kofi. Unafikiri mi benki yako? Sasa ulifikiri benki yake ni nani? Alijileta yeye duniani, alijaza fomu. Si wewe ndio ulimforce kuwepo duniani? Lazima tunzwe, alindwe na wewe. Acheni na vile viswahili vya kila mtoto akizaliwa anakuja na furushi lake. Kutoka wapi? Husomi mambo ya Mungu. Kabla hajamleta Adamu, alianza bustani kwanza. Kaiweka hapo. Adamu alipoumbwa aliwekwa kwenye bustani. Hasa wewe unazaa watoto naweka kwenye mawe wapambane na hali zao. Wengine ndio wale Mungu amewajalia unazaa asubuhi na jioni. Alafu ujui watalala wapi, watakula nini, watajifunika nini. Tutoto natupanga tutoto tutano kwenye kitanda kimoja. Sio fair. Usingizi ni starehe. Usingizi unatakiwa unaugugo kwa kupeleka mguu juu, kwa kujikunja, kwa kujitanua. Sasa vitoto vimepangana. Mama ndo anakuja kuamua kesi. Mama, huyu amenigusa. Sasa unataka fanyeje? Kakitanda ndo kwako. Mama, huyu anapumua. Sasa ulitaka ulale na maiti. Maana kitanda kiko hapo hapo. Ndio maana wenzetu Ulaya walikuja na sheria kuyakamata mababa na wamama ambao hawana akili. Mama kiwa na mimba wanakuambia masharti. Kabla katoto akajazaliwa, tuone kitanda, tuone hiki, rumu yake imeandaliwaje. Anakuja mtu na fomu kukagua. Kama hujatekeleza, atakapozaliwa mtoto uendi naye nyumbani.
Kwa sababu mtoto wanasema sio wako, amepitishiwa hapo, lakini mtoto wa serikali. Muulize jirani yako, ungekuwa na watoto wako kweli wewe kwa jinsi ulivyo? Yaani mama anajifungua, hakuna maandalizi, hakuna kinachoendelea. Hata kwenye gari lako tu pale hakuna siti ya watoto. Vitoto unaendesha huku unashikilia yani. Unawapakia watoto hapo mbele, unaambia jishikilie. Utatokea dirishani. Atatokea dirishani afanyeje? Wengine ndio sisi ambao watoto tunalala nao hapo hapo. Vitoto vinalala hapo hapo. Watoto tuko hapo. Tunalala upande huu na nyewe upande huu. Mnaniangalia nini? Shida nyewe wa Kenya, mnaenda mbali ambako mimi sijasema. Mimi nimesema tu watu wanalala paka kitanda kimoja. Sasa hiyo mengine unawaza wewe, mimi nimewaza nini? Unajua, usijifanye wewe ni mhubiri kuliko mimi. Vinginevyo misheri asingeniita hapa. Mbona unaongezea ambayo sijasema mimi? Nimesema tu hapo. Sasa wa Kenya, muulize jirani yako nawaza nini? Mkeme jirani yako, mwambie acha ujinga, mchungaji nani, acha ujinga. Amen. Punga mikono kama unanielewa ninachokisema. Maana yangu ni kwamba yani hizi mali tunazoziomba, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa ya Wakristo wote ni kusikiza kwenye redio nabii gani anitabirie. Yuko huko anatabiria, anaenda. Yuko huko anaenda. Ndio maana unakuta kuna sura zingine unaziona kwenye TV kila kona. Kwa nabii huyu ipo, kwa nabii huyu ipo, kwa nini huyu ipo. Hata hivi hapa tuko hapa kwenye ibada ipo. Jioni utaikuta kwingine ipo. Yaani inahangaika, inachotafuta kuzidishiwa. Atabiriwe ongezeko la mali, ongezeko la maisha, ongezeko. Mimi sikatai, endelea kutafuta. Lakini unatafuta ukiwa na Mungu. Ukivipata hivyo vitu, familia ndio itafaidi. Kwa sababu Shishaki akikamata moja, tumesema na Firisi, ana direct mahali ambako hakukuwa kwenyewe. Mbili, anaharibu mahusiano. Kuna watu mali zimekata communication ndani ya familia. Hawana mahusiano mazuri, hawaongei. Baba na mama na watoto, yani wanakutana jioni, utafikiri familia ile, nyumba ile ndio stage. Mabasi yakizunguka huko tukutane kwa stage. Hakuna mawasiliano. Communication imekatika. Lakini amani na furaha havipo. Yani wana mali lakini hazijaongezea furaha. Umetafuta kuzidishiwa kweli. Umeombewa kweli. Kweli umepata. Kweli nyota yako imepatikana. Siku hizi watu wanatafuta nyota. Muulize jirani yako, ya kwako inakaa upande gani? Maana unasikia nyota yako imeibiwa. Kwa hiyo leta 100,000 nikairudishe. Kwa hiyo 100,000 ni ofea ya kwenda kuichukulia. Yaani dunia hii kuna watu akiona akili yako imezembea. Mwangalie jirani yako, mwambie, mbona unaonekana kama una akili? Wanakuwezaje? Yaani kirahisi tu unaibiwa tu, kirahisi tu unaibiwa, kirahisi tu na akili zako zote. Nyota yako iko somewhere, naiona. Si nichukulie? Hamna. 100,000 kwanza. Yaani baada ya kusema 100,000 yako iko mahali somewhere, naiona, anasema nyota yako. Wakristo safari mtaibiwa mpaka mwitikabe. Kwa sababu ujinga mwingi. Sasa hivi yani utaperi ni mwingi mno. Na kwa kuwa mnatishika, kwa hiyo wanachofanya ni kuwatishia. Mungu ameniambia, wewe usipotoa 100,000 utagongwa na gari. Amen. Ni sawa, wamekuombea, neema imekuja. Lakini hiyo neema imeleta furaha kwenye familia? Familia nyingi hazina furaha. Nataka nikwambie, ni ukweli kabisa. Familia nyingi hazina furaha. Watu wanakaa mle ndani utafikiri wanaandika case statement polisi.
Lakini mtu yupo kwenye sebule yake, mama yuko kula menuna, baba yuko sebuleni amenuna. Mama kipika chakula kinaletwa tu hapo, kinatupwa mezani, utafikia misahani inapangwa ngocho, alafu anamwambia baba tayari. Baba anasema sawa. Yani wanaishi mle ndani kikatili